Bwana Yesu asifiwe. Ni mara nyingine tena nashukuru Mungu ambaye amenipa nafasi ili tushirikiane nawe neno la Mungu hata mchana wa leo katika jina la Yesu. Ukiwa na Biblia utafungua nami katika kitabu cha Yona, mlango ni wa kwanza, mstari wa 4 hadi wa 8. Nitasoma kwa Kiingereza, nakala yangu ni ya New King James Version. Biblia inasema, "But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Then the mariners were afraid, and every man cried out to his God, and they threw the cargo that saw it in the ship into the sea to lighten the Lord. But Jonah had gone down into the lowest part of the ship, had laid down and was fast asleep. So the captain came to him and said to him, 'What do you mean, sleeper? Arise, call on your God. Perhaps your God will consider us, so that we may not perish.' And they said to one another, 'Come, let us cast lots, that we may know for whose cause this trouble has come upon us.' So they cast lots, and the lot fell on Jonah. Then they said to him, 'Please tell us, for whose cause is this trouble upon us? What is your occupation, and where do you come from? What is your country, and of what people are you?" Ujumbe wangu wa siku ya leo, kichwa chake ni kuhusu kuwa makini kwa watu unaotembea nao. Nataka nianze kusema kwamba watu ambao unatembea na wao ni muhimu sana katika maisha yako. Wanaweza kusababisha uinuliwe ama ushuke chini. Wanaweza kusababisha upate shida ama upate raha katika maisha. Katika kitabu cha Marko mlango wa 5:37, Biblia inasema kwamba Yesu hakuruhusu wengine kuwa na yeye ila ni Petro, Yohana na Yakobo. Alikuwa na wanafunzi 12, lakini kama angelienda nao katika mlima, Biblia inasema kwamba angelienda mwendo wa kurusha jiwe ama mshale, yeye pamoja na hao watatu. Kuna wakati mmoja walienda kwa mlima ambao ni wa mabadiliko, yeye pamoja na wanafunzi wake wale watatu akaenda pia mwendo wa kutupa jiwe ama mshale, na Biblia inasema kwamba akabadilika sura yake na pia mavazi yake yakawa meupe kama theluji. Na mara moja Musa na Eliya wakamtokea wakiwa wanaongea na yeye. Petro alipoona alishangaa pamoja na hao wengine wawili, lakini Yesu aliwaambia kwamba msimwambie mtu. Kwa nini alikuwa anatembea nao? Alielewa kwamba wao si watu wakiona kitu wataroboka. Siri nyingi walizificha. Hata hivyo Biblia inasema kwamba utukufu wa Mungu ni kuficha mambo, na heshima ya mfalme ni kutafuta makosa. So kwa hivyo hao hawangeweza kuona kitu na kaongea. So Yesu aliwadhamini na aliwaelewa, kwa sababu akitembea nao. Biblia inasema kitabu cha Amosi mlango wa 3 mstari wa 3 kwamba wawezaje kwenda watu wawili pamoja pasipo makubaliano? Makubaliano na mtu itakuwa unamuelewa vizuri. Kwa hivyo nakuja kwa teksti yetu ambayo ni habari ya Yona. Yona ni nabii katika historia ya Biblia, anaitwa nabii anayetoroka. Yeye ndiye nabii peke yake ambaye anapatikana katika Agano la Kale aliyetumwa nje ya taifa la Israeli kupeleka ujumbe kwa taifa lingine ambalo si taifa la Israeli. Yona alikuwa nabii wa Mungu ambaye alikuwa amejivunia na kupenda taifa lake. Alikuwa amejivunia kuitwa mteule wa Mungu kwa wakati wake. Hata hivyo hakuweza kuelewa mwito wake na majukumu yake yale Mungu alimuitia. Kwa hivyo Yona
alitabiri wakati ule ambao wa utawala wa mfalme alikuwa anaitwa Yeroboamu katika taifa la Israeli. Soma katika kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 14 mstari wa 23 hadi 25. Wakati huo Israeli alikuwa na nguvu na pia alikuwa amefanikiwa. Yeye alikuwa tishio kwa mataifa mengine sababu ya kukua. Lakini wakati huo Syria ilikuwa superpower. Syria ilikuwa superpower, na Syria mji wake mkubwa ulikuwa unaitwa Ninawi. Ninawi ulikuwa ni mji mkubwa katika ulimwengu mzima. Israeli aliweza kuogopa na pia kuchukia Syria. Kwa nini? Kwa sababu mfalme wa Syria na watu wa Syria walikuwa watu wabaya na wenye sifa ambayo si nzuri. Kwa nini? Kwa sababu mtu wa taifa lingine kama angeliwakosea ama afanye jambo lenye si nzuri, wangelimshika na waweze kumtoa ngozi, kama vile wanaweza kutoa ng'ombe mwenye amechinjwa, na wanamubamba pale kwa ukuta, anatazama upande wa mashariki, ngozi ametolewa, jua linamchoma akiwa hivyo mpaka akufe kifo cha uchungu. Kwa hivyo wakati huo hilo jambo lilipofanyika, Mungu alikuwa anaona maofu yale yakafika mbinguni, kilio cha mataifa kikafika mbinguni. Mungu akawa anamtuma Yona, sababu ndiye nabii wakati ule, ili aweze kwenda kutoa unabii wa uonyo kwa hilo taifa kwamba maofu yao yamefika mbinguni na Mungu anaachilia hukumu. Na Yona sababu alikuwa amechukia Syria, mfalme wake na watu wake, wao pamoja na Israeli taifa lake walikuwa wamechukia, sababu watu wao pia waliteswa. Ikawa kwamba alielewa Mungu ni Mungu wa huruma, ni Mungu wa rehema. Hii habari ikiwafikia, wanaweza kumgeukia Mungu na Mungu anaweza kuwaachilia, lakini yeye angetamani kwamba wahukumiwe sababu ya makosa yao. Hilo likafanya alipoenda penye meli sinagoa, akapiri merikebu na akalipa nauli. Alipolipa hakuketi na watu wengine, akashuka mpaka chini akalala usingizi. Walipoanza safari kwenda kufika njiani, sababu yake kukawa na tufani kubwa katika bahari. Bahari ikachafuka, ikagonga merikebu. Merikebu ikawa maji yanaingia ndani. Merikebu ikawa inataka kupasuka. Merikebu ikawa inataka kuzama. Mabaharia walipoona hivyo, kila mmoja akawa anamuomba Mungu wake, lakini hakuwa na majibu. Wakaona labda sababu ya uzito merikebu itazama, wakachukua shehena zao wakitupa kwa maji. Ukisikia shehena inabeba vitu vingi, vitu vya dhamani. Kama sasa hizo shehena ndio zinabeba magari, hizo shehena ndio zinabeba electronics kutoka katika nchi zingine kama vile kule Japan na pia China, kusileta kama hapa Kenya pale Mombasa Indian Ocean. Wanatupa mali ya dhamani kwa maji ili kusudi merikebu yao iweze kuwa na wepesi zizame. Lakini walipotupa wakiomba hakuna mabadiliko, ndipo nahodha wa meli ile akashuka na akaenda mpaka chini, akapata Yona amelala. Akamuuliza, wewe unayelala, amka uombe Mungu wako, labda anaweza kutuonea huruma tusiangamie. Alipoamka akikutana na wengine pale juu, huo ndio wakati wakaelewana kwamba tupike kura ili tuweze kuona ni nani anayesababisha shida hii, sababu ameomba hakuna matokeo. Walipopika kura ikamwangukia Yona, ndipo wakamuuliza kwamba wewe ni nani? Wakamuuliza kwamba wewe, kwanza walimuuliza kwamba tuambie ni nani ambaye anasababisha shida hii, wewe unatoka upande gani, wewe ni nani,
wewe ni wa taifa gani na wewe ni mtu wa watu gani? Ndipo akasema, ukisoma mstari wa 9 kwamba akasema kwamba mimi ni Mwebrania na muogopa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Akasema kwamba ni mimi ndio nasababisha, sababu nimetoroka uso wa Mungu, ili merikebu iende kwa amani, mnitupe kwa maji. Nataka niseme hivi, ndugu yangu, dada yangu, kabla kuungamana na mtu, mtembee pamoja kwa biashara, mtembee pamoja kwa mradi fulani, aishi kwako nyumbani, awe katika huduma unaofanya, kabla kuweza kuamua kusema kwamba huyu atakuwa mume wangu ama mke wangu, ni vyema uweze kumjua. Biblia inasema kwamba wawili wasiache kwenda pamoja pasipo kukubaliana. Utakubaliana na mtu kama unamjua, si mara ya kwanza umekutana tu na wewe mnaingiana pamoja. Kama vile utapata kama wasichana, labda umeenda kwa mji mahali fulani, hotelini, ukifika hivi unapata mtu amevaa vizuri, nguo ya bei, simu ya bei, anakuitia soda, haumjui, anakuitia chips, mnaanza kula, anaanza kukuongelesha na unamuitikia na unaamua kusema kwamba huyu atakuwa mume wangu, na haujui anatoka wapi, haujui imani yake ni gani, haujui unafanya nini. Ndio utapata kuna wengi ambao wamejiingiza kwa mahusiano kwa mtu asiyemjua, kumbe ameungamana na jambazi, ameungamana na mwenye anaabudu mashetani. Sasa inakuja kuleta shida katika maisha, imani yake inarudi chini, maisha yake yanaharibika, afya yake inaharibika. Mjue mtu kwanza kabla kuungamana naye. Kuwa makini wale unatembea na wao katika jina la Yesu. Kuna wale ambao hata katika biashara ulikuwa unaendelea tu vizuri, biashara yako inaleta faida, biashara yake inakulipia school fees, biashara yake imefanya umenunua mashamba, biashara yake imefanya wewe umeinuka, umeheshimika, umejenga, una miradi tofauti, lakini kuna mmoja tu hata haujajua imani yake ni gani, anaabudu Mungu gani, yeye anatoka wapi, watu wake ni watu gani, nia yake ni nini. Umeungamana naye, umemwingiza kwa biashara, ati ni partner wako. Unapata biashara zinaanguka kwa sababu imani yake ni tofauti ni yako. Labda anaabudu miungu, anategemea irisi. Kuna wengine amekuja na mission moja tu peke yake, kukuja ili kusudi kuharibu. Kitabu cha Hosea 7 mstari wa 8 hadi 11, Biblia inasema kwamba Efraimu kwa kuchangamana na mataifa wamenyonya nguvu zake, lakini yeye hajui. Yaani adui anakuja kwa maisha yako na lengo moja tu, ili kusudi kukunyonya nguvu zako kiroho, kuharibu biashara yako, kuharibu ndoa yako, kuharibu watoto wako. Kuna watu sababu uliunganika na mtu msiyomjua. Nataka niseme hivi kabla sijaendelea. Kuna huruma ya kiungu na huruma nyingine ambayo ni shetani. Kabla kuhurumia mtu muungamana naye, chunguza umjue anatoka wapi, anafanya nini, imani yake ni nini. Kuna mtu anaweza kuingia kwa nyumba yako na kuingia kwake watoto tabia yake ikaharibika, kuingia kwake mume wako tabia ikaharibika, imani yenu ikashuka chini, sababu alikuja na nia moja tu. Kabla kutembea na mtu pamoja, kwa makini. Kuna watu ambao kwa kanisa, wewe mtu haujamjua, amekuja ameingia sababu amevaa vizuri, anatoa sadaka pesa nyingi, anatoa fungu la 10, haujui anatoka wapi, haujui anaabudu nini, watu wawe ni watu gani. Tayari umemweka kwa madhabahu anaimba, umemweka na ubiri, umemweka yeye ndiye kiongozi. Unapata kwamba kanisa linakuwa na shida sababu uliungamana na mtu ambaye usiyemjua. Mnaanza kutembea na safari ya huduma. Kabla ya kuweza kuunganika na mtu, kwa makini, mchunguze, ujue anatoka wapi. And that's why unaona kwamba hapa hawa wasafiri, Yona ameingia, yeye ni mtu anaabudu Mungu wa mbinguni, lakini anatoroka Mungu, anatoroka assignment yake, anaungamana na hawa katika safari. Sababu yake anasababisha merikebu inakuwa na shida kwa maji. Mawimbi, tufani nzito inapiga merikebu, karibu izame, ikasababisha wapoteze mali zao. Kuna watu leo hii unalia
sababu ya kuunganika na watu fulani katika safari yako ya biashara, katika safari yako ya huduma, katika safari yako ya ndoa. Leo hii hasara imepatikana, ndoa imevunjika. Naomba kwamba Mungu awatoe katika jina la Yesu. Wao kukawa na tufani, merikebi inapigwa karibu izame, wametupa mali. Ndio sasa nahodha anashuka, anapata jamaa amelala, ana shughuli. Yaani yeye ameleta shida kwa nyumba, lakini ametulia, ni mpole, innocent, hana shida, lakini anajua chenye anakifanya. Yeye ameleta shida katika huduma, ako pale ametulia, innocent. Wakati tunainua mikono, yeye pia anainua. Ukiomba, yeye pia anaomba. Yohana akasema kwamba kuna wengine wako pamoja na sisi, lakini hawako na sisi. Kuwa makini kwa wale ambao unatembea na wao. So kwa hivyo ikabidi waweze kupiga kura wakiwa mahali pale, kama angukia Yona, wakiuliza, ndiye anasema kwamba mimi ni Mwebrania, naabudu Mungu muumba wa mbingu na nchi. Ni mimi ndio nasababisha hii shida, mnitupe kwa maji. Kabla hawajaleta shida, Mungu akufungue macho waone. Mungu afanye watambulike kwa matendo yao. Kabla hawajaleta hasara kwa biashara, kabla hawajaleta shida katika ndoa, kabla hawajaleta shida kwa maisha ya watoto wako, Mungu aondoe katika jina la Yesu. Walipomtupa kwa maji, ndipo bahari katulia. Ndio maisha yao yako safe, lakini hasara wamepata. Mimi naomba, hasara yenye ulipata sababu watu wenye uliungamana nao kutembea nao, Mungu akurejeshe hizo vitu katika jina la Yesu, sababu umejua ukweli siku ya leo. Nikimalizia, kuwa makini kwa wale unatembea na wao. Kwa hivyo uko mahali pale, labda ndoa yake inapitia shida sababu wale uliungamana na wao, nenda kukuomba Mungu akufungue macho uweze kuwaona. Usipoteze chochote, ndoa yake isivunjike, biashara yake isiharibike. Mtoto ulikuwa mzuri tu shuleni, unasoma unaelewa, ewe kijana, kwa shule ya msingi, shule ya upili, chuo kikuu ama chuo cha anuai. Leo hii sababu kuungamana na watu fulani, mnatembea na wao, leo hii hauelewi chochote, hata unasikia ni kama uache masomo. Mungu akufungue macho na waweze kuondoka, ili uendelee umalize taaluma unayoisomea katika jina la Yesu. Kwa hivyo napenda tuweze kuomba na wewe, na Mungu akutendee katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa ajili ya mtazamaji wangu katika YouTube. Ujumbe huu umenena nasi kwa makini kwa watu wale ambao tunatembea nao. Neno lako linasema kwamba wawili waweze kwenda pamoja pasipo kukubaliana. Jehova Mungu, ili tukubaliane na mtu ni vyema kumjua anatoka wapi, anafanya nini, imani yake ni gani. Mungu, wengi tumeadhirika sababu ya watu tumeungamana nao kwa safari ya maisha. Ndoa zetu zikaadhirika, biashara, kazi, hata pia watoto wetu wakaharibika. Mungu, masomo yetu ikaharibika. Kile tunachokusudia, maono yetu yakapotea sababu ya wale tumeungamana na wao. Mpaka tukaadhirika kiafya, tukaadhirika kimwili, kiroho. Bwana, naomba yeyote ambaye amejificha kwa maisha ya ndugu, huyu dada, huyu mzee, huyu mama, vile ulimweka wasi Yona na akatupwa kwa maji, bahari ikatulia na hao maisha yao yakapona. Ndio sasa unamtoa huyo mwenye amejificha kwa maisha ya ndugu, maisha ya dada, na maisha yake yana utulivu katika jina la Yesu. Asante maana umemtendea. Asante maana umemfungua macho. Asante maana umempa roho ya umakini kabla ya kuungamana na yote kutembea na yeye. Asante maana umetenda. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen, amen. Kwa hivyo unaponifuatilia kwa YouTube, akaunti yangu ya YouTube ni Apostle Leonard Mabonga. Akaunti yangu ya Facebook ni Simiyu Mabonga Leonard. Nambari yangu ya simu ni 0720932783. Labda pengine unapenda niweze kukushauri kwa jambo fulani nalo kutatanisha, kinipigia utanipata, tutaongea. Na pia labda unapenda tuombe pamoja, Yesu kinipigia, tutaomba pamoja. Mungu akubariki na kutende mema. Kumbuka kulike, comment, kushare ili wengi wabarikiwe kwa jina la Yesu. Shalom. Amen.